about to slaughter the son, when God spoke to him of an oath, God was looking at his heart. When he offered a sacrifice of a goat, God told him, I have made you the father of the nation. Was Abraham a Christian? Was he a Christian? Was Abraham a Christian? Was Moses, because he gave sacrifice and he succeeded, was he a Christian? Christianity, it is connection that connects you with your God. As a Christian, a personal savior that comes into your life to make you aware of what God wants you to do. So differentiate the principles of the kingdom of heaven from the teachings of Christianity. The principles goes to everybody. Principles inaendeka kwa kila mtu. The principle of heaven. Utakuta ndio unaona mvua ikinyesha, inanyesha kwa inanyesha kwa muuaji, inanyesha kwa Mkristo. Wana wa Israeli, Judges 6 verse 1, and the children of Israel did that which was evil in the eyes of God, and God handed them over to the hands of the Midianites. It is God who handed them over because of doing that which was evil in the eyes of God. What is this ambao walifanya? Walikuwa wamekatazwa wakiingia huko hiyo nchi wasiabudu miungu mingine, lakini Joash baba ya Gideon akatengeneza mungu ya Baali weka huko, na alipotengeneza mungu ya Baali, Mungu anaondokaga. Wana wa Israeli walipoenda Egypt wakaanza kuabudu miungu ya Egypt, Mungu aliondoka. Two altars you cannot live together. Ukianza kuabudu shetani, unaweka gedhito, unafugilia gedhito kwa suruali yako hapa, Mungu anakuondokea. Ukipanda kakitu kwa nyumba yako, Mungu anakuondokea. Kwa sababu you cannot live together. Demon and God, they can never live together. One has to go. And these people are invited. God is invited. The devil is invited. The door. Sasa jiulize, wewe uliabu kwa hii mashida yote uko nayo, ni nani kwenu? Ama ni wewe uli-invite shetani akaingia kwani? Kama kuna mambo ya kusubua, ama ni biashara, kila kitu, nothing is succeeding. Ask yourself, when and how the devil was invited into you? Because there was an invitation. Na ndio nakuta wale watu wa Freemason, utaingia, it is a date, utaingia ndani yao, utakuwa recruited, utafanywa mambo yote, lakini at the end of the day utatoa an ultimate sacrifice. Utaitisha mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitisha mtoto kidogo kidogo kulingana na vile vitu unaambiwa sasa leta kitu kingine, leta bibi yako. Ukiendelea kutoa, uendelee, unasikia leta kwa yako. Ukiendelea wakienda hivyo, unafika sasa unakwambia sasa ni wewe tunataka. Because kwa shetani hakuna kitu ya bure. There is nothing for free. When you go to the kingdom of the devil, there is nothing. Hiyo ndio nguvu ya madhabahu. It will control and manipulate and make sure that you subscribe to anything they will invite. Jakobo alibariki watoto wake wote, na akabariki Juda, akamwambia Juda, ndugu zako zote watakuinamia, maana wewe utakuwa mfalme. Juda alipooa akaoa mama, akazaa watoto watatu. Alipozaa watoto watatu, mtoto wa kwanza akaoa mwanamke, lakini akafanya visivyo na Mungu, akakufa. Alipokufa huyu mwanamke, brother yake mtoto wa kwanza akaambiwa, chukua huyu mwanamke ambaye alikuwa wa brother yako mkubwa, uzalie brother yako watoto. The condition was, chukua bibi, lakini watoto mtazasi wako ni wa brother yako. Jamaa kalison, sasa mimi nizae, lakini hawata. But because Judah was looking for a promise of God, ile Jacobo aliwa promise that from your womb you will produce a king. A king is always produced by the first son, ama somebody who is the light. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini in that process wakaanguka mtihani. Kijana wa kwanza akakufa. Wa pili alipoambiwa, wewe ingia hapa utolee brother yako mtoto, alifanya nini? Hakuingia, alilala na mwanamke, lakini akaachilia chini. Mungu akiwa mbinguni akakasirika. Alipokasirika akaua the second born. Sasa the third born mwenye angechukua huyu mama, naye akakuwa ni mtoto mdogo. Ukasema mama akae agojee huyu akue mkubwa, because this is the line that is supposed to produce a king.
Mama na ujanja yake bibi ya Juda akakuja akakufa. Ipokufa kamama kakajifanya, kakavaa kibuibui vizuri, kakajifanya, kakajua usimusi anatembea anapita huko, anaenda hivi. Akaenda huko kwa roundabout, kakajifanya ka prostitute na anasikia kiu kama yule huyu mama wetu hapa. Anasikia kiu. Kama ndega yuko kamekaka bila kwenda kufanya hii maneno. So kamzee kalikuwa na kiu, kakatoka kakakuja kakaona prostitute. Kalipoangalia kabia prostitute, kaambia utanipatia, najua mimi maneno si vizuri. Kama kamwambia utanipea nini? I want you to trace from there. Kama kalimuuliza utanipea nini? Mzee akamwambia nitakupatia busi. Mzee akaambia basi lete. Akasema sina busi, labda niende nyumbani. Lakini kabla niende nyumbani, sasa tumalizane kwanza. Akamwambia basi nipatie kitu nishikilie ndio ulete. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambiwa toa kitu nishikilie ndio uende busi. Aliitishwa nini? Mama akamwambia, "Ni nini umevaa kwa kidole? Ni pete." Lete. Akamtolea. Akamwambia lete hiyo mkwajo umebeba hiyo. Akampatia mkwajo. Akamwambia sasa kuja, ingia. Mzee akaikia, kumbe mama alikuwa ametime. Alikuwa na wakati wake wa kuconceive. Akakuwa na mimba. Alipokuwa na mimba, mzee huyu alipoenda nyumbani alienda kaambia rafiki yake, nimekutana na maraya mwingine hapo na nimefanya na hii busi chukua. Pelekea yeye. Utakapekea atakupatia ile ring yangu na mkwajo yangu. Si unazijua Huyo mtu alikuwa anaitwa Abdullah. Alipofika huko akakuta hakuna mwanamke, akauliza watu huko, hapa kuna maraya yanakuaga hapa? Wakati hii area yetu hatukuagi na maraya. Takaone madhabahu venye anajua kujitengeneza. Hapa hatukuagi na maraya. Mama ashamaliza na amebeba pete na akabeba mkwajo na akaenda nayo. Na akaenda na akaficha mahali, akajua nimekamata mzee. Mzee akaanza kuangalia miezi 3-4, mama ameanza kunini? Wanaongojea mama huyu kijana akue ndio aduke mama iba. Lakini wameanza kuona mama ameanza kukula ino. Mama ameanza kukula ino. Ikapanda mpaka wazee wakasema iteni ule mama tuambie hii ni nini iko kwa tumbo yake. Mama alipokuwa kaambiwa Juda akasema yule mwenye amelala na huyu mwanamke tutamuua, na huyu mwanamke tutamuua. Yule mwenye amefanya nini? Amelala na huyu mwanamke na huyu mwanamke, wote wawili we must kill them. Ni Juda amekalia kiti ya judgment. Mama alipokuja akapata hivyo, akaambia Juda, give me 5 minutes nikimbie kwa nyumba nikuje. Akasema security peleka mama. Mama akakimbia pale, alificha ile pete na ile mkwajo, akaubeba kuja. Akarudi nayo mpaka huko, akafukua kwa karatasi, akaambia mzee Juda, mwenye hii na mwenye hii mkwajo. Juda akaangalia akasema, kweli nimekamatwa, ni mimi nililala na huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. It was all meant to destroy the destiny of a prophetic word from Jacob. Jacob had prophesied over Judah that he will produce kings. Lakini kama kamekuja na arrangement za kimadhabahu, kamenasa mzee. Sasa mzee ndio huyo akatabio sasa na wasi wengine, toa hukumu. Toa hukumu. Tulisema huyu mtu tutachinja na huyu mwenye mweba tutaua. Sasa toa hukumu. Wewe ndio chairman. Akasema mimi kwa hakika nimeona nimetenda baya, nimefanya mabaya. Now I want to tell you Matthew chapter number 1. Somebody give me Matthew chapter number 1. I want to look at the genealogy of Jesus Christ. Then you will be able to understand how long will it take if this kind of an altar imekuwa maisha yako. This is the genealogy of Jesus the Messiah. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac the father of Jacob. Yes. Jacob Simami hapo. Abraham was the father of Isaac and Isaac was the father of Jacob. Sasa nani alibariki mtoto? It is Jacob who blessed him. David.